ino neo radio nene muno guko Githii. Kumbe ni lugha naweza elewa vizuri hata ukisikia. Unajua we are Bantus. Well, Bantus, eh? Yes. Okay, karibu sana. Karibu sana. Wewe ni mwana saikolojia. Labda mwana saikolojia ni nani? Nitasema mwana saikolojia ni naweza sema ni daktari ambaye anashughulikia mambo ya kiakili. Mambo ya kiakili, yeah. Yes. Afya ya kiakili. Mwana saikolojia ni yule ambaye anatembea na mgonjwa. Kuanzia wakati diagnosis imepatikana mpaka mwisho. Anamuelimisha ndo aweze kumeza madawa zake, anaelimisha pia familia ndo aweze kumuelewa, na pia anaelimisha pia the community. Yes. Kwa hivyo kazi kubwa ya wana saikolojia ni kuwa karibu na wagonjwa, yeah. Lakini pia umeongeza zaidi kwamba mbali na kuwa nao kuna yale wanatekeleza kwa wagonjwa. Yes. Kumuelimisha, kuelimisha familia ndo ielewe huyu mgonjwa. Sababu utapata mtu akiwa na ugonjwa wa kiakili kuna yale mambo ambayo anafanya. Na familia kama haijamuelewa itakuwa ngumu kuofa ile support. Na support ni muhimu sana. Yes. Kwa hivyo kazi zenu kubwa kama wana saikolojia ni kuelimisha, ni kutoa elimu jinsi ya kulezi wa mgonjwa. Yes. Na kidogo labda tukiangazia mambo nao ya saikolojia, magonjwa ya kiakili. Sarigo, naam. Hata before tuende mbali sana, Wamboi unaweza tuambia mwezi huu mnaangazia nini katika mambo ya psychology? Yes. Asante sana kwa hilo swali. Huu mwezi ni Mental Awareness Month. We are creating awareness about mental health in general. Mental health tunasema ni wakati uko kikamilifu, uko sawa spiritually ni mambo na religion, mambo ya kidini. Uko sawa socially, venye tuna interact pale kazini na pia pale nyumbani, mahusiano. Na pia uko kamilifu with how you deal with stress, na pia vile ambavyo huwa unaji express, how you deal with emotions. So mental health inamaanisha si ukosefu tu wa ugonjwa, bali ina involve all those aspects. Yes. Mbona hii siku itengwe kando? Huu mwezi umetengwa kando ndo kuelimisha watu. Kitambo mental health haikuwa imepewa kipaumbele, but siku hizi venye in the world actually mental health is the leading cause of death, non-communicable diseases, it's the leadings. Mwezi uliopita niliona ya kwamba mental health imepita hata cancer. Kumaanisha watu wengi wako na shida ya kiakili, wako na psychological issues, wako na depression, wako na anxiety, na ina affect pia productivity ya nchi. So the World Health Organization ilitenga huu mwezi ndo ku create awareness about these mental issues, ndo watu wafahamu. Kwa sababu kitambo watu hawakuwa wanafahamu, mtu angekuwa na shida zake asiende hospitalini sababu hajui ataenda wapi. Sababu ni kitu ambayo haikuwa inaongelelewa sana. Mchamulili unitubanga hariri atu Wamboi numu manyibu manganali ija bongo ye masemo tukusangana mambia sobo sami kigma kukutikana michando igucha yebu atakene no bongo mambia bono aiga studio na ikatuko bolinga uligireti gotegerera bono mambia tubese kusuka kurwa sembe asincho onsi ni garubu ansu na boigo asobu ya bwago andoyo mino asenka mambia bono. Kidogo labda daktari hariri tukizungumzia masuala na kiakili. Yes. Mbona mtu awe na shida ya kiakili? What are the causes? Nini kinasababisha kwamba unajua umezungumzia mambo ya depression na stress au yote. Mbona hayo yote yafikie mwananchi ama msikilizaji? Nitasema ya kwamba mental health issues inasababishwa na combination of different factors. Vitu mingi zinachangia mtu kukuwa na shida ya kiakili. Ya kwanza inaweza kuwa ni genetic. Kama kwa familia yetu kushaikuwa na mtu akona hii shida ya kiakili, there is a probability that the other generation kunaweza kuwa na mtu
mtu ako na shida ya kiakili, lakini it is not 100%. Yes, lakini kuna uwezekano. Kitu ingine inaweza changia pia ni environment. Environment ambayo niko makazi. Yeah. And kwa mfano kama niko kwa environment ambapo watu wanapigana kila saa, unawao kila saa, naweza kuwa na trauma. So pia hiyo inachangia. Kuko na family issues pia zinachangia mtu kupata shida ya kiakili. Kuna financial issues. Financial issues pia ni janga ambalo linachangia sana. Kwa gambling, linachangia kwa depression. Yes, na pia kitu ingine ambayo inachangia mtu kukuwa na ugonjwa wa kiakili. Naweza sema ni, unaona, kama mtu kama ama caregiver, nimekuwa nikiangalia labda mtu ambaye ni mgonjwa, wakati mwingine naweza pata stress sababu nimekuwa caregiver maybe kwa muda mrefu, sipati time yangu, naangalia tu mgonjwa. So wakati mwingine caregiving inaweza leta stress wakati someone does not take care of themselves. Na pia wakati mtu akona physical illness, kwa mfano akona cancer, kwa mfano akona kidney issues, akona diabetes, wakati mwingine inaweza changia mtu kukuwa na mental illnesses, mostly anxiety na depression. Yes. Naam, Matilda. Shukran kabisa. Na unaweza kuzungumzia aina ya mambo kama stress, types of stress zenye ambazo watu hupitia labda? Yes, kwanza nitasema ya kwamba stress is a normal reaction. Unaona, wakati you experience something ambayo inakuwa overwhelm emotionally, pressure pale kazini inaweza changia mtu kupata stress. Na stress kidogo inaweza kuwa motivating sababu labda inakufanya you meet your deadlines. Lakini stress ikikuwa mingi sasa ndo inakuja ina affect our productivity na pia our emotions. Yes. So kuna different types of stress. Yes. Ya kwanza ni acute stress. Acute stress ni ile ambayo yenye ina last within few days to 1 month. Ambayo inakuja sababu kwa mfano inakuja sababu sijakamilisha kazi ambayo boss wangu alikuwa amenipatia. So once I'm done with that work, the stress disappears. Then kuna ile tunasema episodic stress ambayo inakuja maybe every end month. Sababu nafaa kulipa school fees, nafaa kulipa rent. So inakuja in episodes wakati kuna majukumu ambayo nafaa kutekeleza. Alafu sasa kuna ile chronic stress. Hii ni ambayo ni ile ya kila siku ambayo imeaccumulate. The stress ambayo I don't deal with it ina accumulate. Sasa hiyo ndo tunasema inafika mahali, inafika kiwango inakuwa chronic stress. Inafika mahali hata mtu anaweza hitaji medication sababu ishafika ile chronic, like imepile up sijakuwa nikideal nayo. Yes. Na pia nitasema ya kwamba stress wakati we don't deal with it inaweza result to your chronic stress, inaweza result to depression, anxiety, pia na pia issues katika boma. Yeah, misukosuko katika boma. Daktari, labda ile stress ambayo uko common sana kwa watu ama kwa patients uko gani? Kwa patient, ile kila mtu ukiishia na watu wengi utapata idadi kubwa ina stress ambayo inakaa kuambatana. Yes. Okay, nitasema ya kwamba utapata different people experience different types of stress. Utapata ya kwamba kwa wagonjwa ambao wanakujanga mostly what we deal with ni ile stress ambayo imeaccumulate, imeenda into depression and anxiety. Wenye wamekuja kwa mental unit. Alafu sasa kuna wale wagonjwa ambao wako kwa general ward. Labda mtu ameadmitiwa na diabetes, ameadmitiwa na cancer. Utapata ya kwamba akona ile stress nasema ambayo inakuja sababu amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Alafu utapata kama ni wafanyikazi, ni ile stress tu, job pressure, stress ya meet deadlines, stress ya kulipa rent, like iko tofauti
kwa wale wagonjwa ambao tunaadmit pale kwa mental unit, mostly utapata depression, bipolar or that. But sasa kwa hawa the other people utapata mtu akona ile stress, the normal stress ambayo tumesema ile acute stress yenye ina take a few days to 1 month, yenye inaisha once the problem ambayo wamekuwa nayo imekuwa sorted. Kulingana na swali lake mtangazaji mwenza ni kwamba pengine kuna vile unaweza sema kuna asilimia fulani kwamba hii ndio idadi kubwa kwa wale ambao wanakuwa wanahadhirika zaidi na aina ya msongo fulani, tuseme ikiwa ni aina ya msongo wa acute unachukua asilimia fulani kubwa kuliko ingine, ama msongo stress zote inaambatana na kulingana na mtu? Nitasema ya kwamba acute stress ndio iko kubwa. Yes, sababu hii ni utapata ni ile kitu yenye tuna experience kila siku. Yes, so ndo iko kwa idadi kubwa. Acute stress. Yes. Naam, kwa sababu wewe ni daktari, labda pia kuna na uchuzi wa mambo mbalimbali na ya misongo. Je, ukiangalia mambo ya stress ama msongo, kuna tunaweza sema kwamba inaambatana na age? Yes. Ni watu gani wanaathirika zaidi? Utapata ya kwamba mostly haya magonjwa ya kiakili yanaanza kujulikana wakati mtu in the early adult. Umri wa unaona in the adolescent hapo 15 16 mtu ashaanza kuonyesha signs. But we ignore sababu tunaona tu ni kama adolescent stage. So wakati mtu amefika early adult hapo 20 kuendelea, ndo tunaanza kuona hii si adolescent. Hii imeongezeka ama prolong for wrong. So early diagnosis inaanza kumekiwa pale. But the most people ambao wako naweza sema the age group ambapo tunaona ugonjwa wa kiakili sana ni between 25 to 50. Hapo kuna watu wengi wako na huu ugonjwa wa kiakili. Na hata wale ambao tumeadmit sana pale katika Oasis ni between the age of 25 to 50. Yes. Na kidogo kuna msikilizaji pale amekuwa na utata kidogo kwamba mbona niwe na msongo, na je, aliye na msongo ama aliye na stress anaonekana namna gani? Wamboi, kuna dalili mtu anazo kwamba unaweza sema kwamba yule Onsarigo Geoffrey akona stress? Yes, kuna zile ambazo naweza sema ni zile symptoms ambazo tunaangalia. Ndio nijue ya kwamba niko na stress. Mwanzo irritability ama na kitu kidogo kinanikasirisha. Kwa mfano saa hii labda tulikuwa tunapita, ukiniguza tu kidogo unapata unarobokwa. Kitu kidogo inanikasirisha. Utapata ya kwamba pia najiisolate, labda sitaki kukaa na watu. Kujitenga. Najitenga. Kwa tunapenda kukaa pamoja after kazi, siku hizi najitenga, nataka kukaa tu peke yangu. Utapata ya kwamba pia niko na sleep issues, like silent, kuna sleep disturbances. Pia utapata mood changes. Wakati mwingine niko sawa, wakati mwingine si yuko sawa. Na pia ile kuchoka, yani kila sana sema nasikia nimechoka. Na saa hiyo ni ile tu kitu ya kawaida ambayo nilikuwa nimezoea kufanya. Pengine before sikuwa nasikia nimechoka sana. But wakati nimepata hii stress, yani kitu ambayo ilikuwa ya kawaida, siku hizi nasikia imenichosha. Utapata pia tunasema mtu kuna zile physical symptoms. Physical symptoms, kwa mfano unasema kwamba naumwa na kichwa. Nasikia ni kama kifua iko tight. Nasikia pain kwa kifua. Na pia utasikia mtu anakuambia venye anaumwa na tumbo. So chenye nataka kusema ni ya kwamba stress pia ina present na physical symptoms. And most people wakikuja pale hospitalini wanakujanga wanasema nasikia ni kama niko na malaria. Akitumwa lab, damu ikitolewa hakuna kitu. Kumbe ni stress ambayo imekuja in physical symptoms. Yes, so stress pia wakati mwingine inakuja na physical symptoms. Tusiignore, tudhania labda ni physical condition peke yake. Yes.
Na wakati mwingine mtu ukiona hizo dalili unafaa kufanyaje? Ama ukiwa na stress, umesema kama hii acute, umesema episodic, na hiyo nyingine, mtu unafaa how do you handle the situations? Okay, ukikuwa na stress, kuna zile tunasema practical things ambazo unafaa kufanya. Kwa mfano, exercising is one way of dealing with stress. Physical, tunasemanga exercise go hand in hand with mental health. Ndo maana unapata even in mental unit, even in rehab, tunawawekea zile games ambazo wanaweza kucheza football, wengine wanacheza volleyball, sababu tunajua ya kwamba exercising is one way ya kudeal na stress. So mazoezi inasaidia kudeal na stress. Wakati umefanya mazoezi, ukisweat, ile stress hormone inakuwa released. Pia tunasema ya kwamba you can do journaling. Journaling ni ile yenye naandika whatever I'm going through. Kama kuna wale watu ambao they don't want to share whatever they are going through. So writing it down is also one way of expressing yourself. Na tunasema ya kwamba if you don't know whatever you are going through, hautaweza kuheal. So writing down, na piananga mfano wakati tulikuwa wachanga, tulikuwa tunaandika, ukiandika chini ndo utaweza kukumbuka kwa mtihani. So ukiandika chini, you are aware of whatever you are going through. Si wakati tu una imagine kwa akili. Kwa hivyo leo hii Madamu Wamboi, tumekosana na mtu. Yes. Tuseme mwenzangu pale nyumbani, rafiki yangu, kwa sababu ile kuongezeka kwa mawazo na stress, nikikaa chini nianze kuandika kuna kile yote ambayo alinitendea, is one way of dealing with that. Yes, sababu inanisaidia release ile anger ambayo niko nayo. Sababu labda nikimwendea cause more issues. But nikienda mahali nipumzike, niandike, like by the time natoka kidogo. Yes, so tunasema journaling ama kuandika chini ni njia moja ya release ile anger ambayo build up, ile emotions, ile stress ambayo build up. Na pia tunasema kukaa na watu. Nikikaa na nyinyi, at least nikikaa na watu wakati sijaji isolate, it's also one way of dealing with stress. Sababu nitakuja, tutacheka. By the time narudi kwangu, hata kama shida zangu hazitakuwa zimetatuliwa, sitakuwa kama vile ningekaa kwa nyumba peke yangu. Nikikaa kwa nyumba peke yangu, unapata ndo nafikiria zaidi. Ndo najiona ya kwamba ni mimi peke yangu napitia hizi shida. Lakini nikikaa na watu, mwingine atasema kuna shida hii, mwingine atasema kuna hii shida. Na from there hata tunaweza tafuta solution. Mtu mwingine anaweza sema kitu ambayo itanisaidia. Na pia tunasema kuongea na professional. Kama ni kitu ambayo nimejaribu, nimeongea na rafiki, shida bado nasikia si yuko sawa, pia ni vizuri kuja hospitalini na utaweza kusaidika. Yes. Basuru mwanchu muligirika togendete nagotebinga tugusanganire umugitari Harriet Wamboi uyukwerera igoro yichinchira au chibirengerelio tuguruka stress siruga yekirumbasi naboigo ayo mwenyene otebiringa mangana iga yibirengereli ni gabagira sinsemo isato tebire nere gocha igikegeke kubwatikana kili andaku ikera ukira kwibirengere bya unakwaganeti nere gocha kubwatikana andake nemechandili mutabwate una marwaire yera tuburuire gusema urire ata kugwena n'ibindi byagendera kwera rumwancho muri andake obusebyo gabo cyera gweta 12.7 FM na Gatembe Television AMO AMO imambia bono kwa especially ukiangalia in terms of age, kuna ile ambayo ni ya watoto ni different, alafu vijana ni different, alafu na wazee. Sasa hawa bado wanaweza kutumia njia kama hii.
mostly the way yenye wanadeal na ni through unajua ya kwamba kwanza tulisema ya kwamba mental health ina involve pia the spirituality part of it. Wengine wataenda kwa kwaya, through singing wana release stress from there. Wengine wataenda kwa hizo groups za mama, from there they deal with stress. So ina depend na the age group and what works best for you. But what works for me does not work for them. Watu wana best for me, na pia wakati mwingine pia ina depend pia na environment ambayo niko. Sababu utapata pale kwa village hakuna labda ile zumba dance. Yenye iko ni ile kwenda kwa kanisa, through maybe nimejoin choir. From there through the singing, tunasema doing what you love doing and what you enjoy doing. Labda na enjoy singing. Yes, utapata na enjoy labda kukaa na watu. Labda nikienda kwa ile kiombe nikikaa na watu, hapo ndo nasikia niko sawa. Hapa town nikienda nikidance ndo nasikia niko sawa. So ina depend na age group, na pia ina depend per individual, na pia environment ambayo ni. Unapata kwamba kwa wale ambao wameathirika zaidi na masuala ya msongo pale nyumbani, labda kifia mama pale nyumbani anateseka kwa ndoa, lakini atoi yale maneno nje, anayafungia pale moyoni. Labda ameteseka, anachapwa, anafanyiwa dhuluma za aina mbalimbali, aendi atoki nje kushiriki na wengine, labda kuhusiana na wengine, kuambia shida zake. Unataka kusema kwamba mtu kama huyo hatari akonazo ni zipi? Utapata ya kwamba labda mtu anachapwa, haongei ambayo anapitia. So utapata wakati mwingine mtu atapata depression, ama atapata anxiety. Kwa mfano utapata mtu akipata ile depression, hata anaanza kuona venye watu wanataka kumdhulumu, people are out there to harm them, na sasa kushirikiana na wengine inakuwa ngumu. Kwa mfano kuna mtu ambaye najua alipitia huko nyumbani, alipitia ndoa yake haikukuwa vizuri. Sasa ilifika mahali wakatengana. Vile walitengana, sasa akaingia into depression. Hakuwa anaongea na watu, everything about her ikabadilika. Alikuwa anajifanyia kazi yake, akaingia into mutism ambapo haongei na watu. Kuoga ni shida, lazima asaidiwe. But hiyo wakati bado tulikuwa wachanga, hatukuwa tunajua shida iko wapi. Sasa baadaye ndo nikakuja kujua kwamba ni kama alikuwa na depression. Sababu after the breakup of the marriage, kila kitu yake ilibadilika, akarudi nyumbani like haongei, amenyamaza tu, haogi, hakuli, anasaidiwa kwa kila kitu. Unajua Wamboi, haya mambo unayoyazungumza ni mambo watu wanapitia pale, na naamini kwamba wengi wa msikilizaji na mtazamaji ni mambo wanapitia. Lakini kuna ule uoga kwamba mimi napitia makali sana, ni nani wa kuamini nimwambie? Huyu jirani yangu nikimwambia pia naogopa ataenda kuambia mwingine. Huyu rafiki yangu mimi sina imani na yeye. Niliyopitia, nalala njaa, nateseka. Mimi ni mwanaume, nitaambia nani? Nikiambia huyu mwenzangu. Sasa kuna ile uoga ya kwamba ni nani wa kuamini. Inakuwa namna gani nyinyi kama tunasema ya kwamba ukienda every hospital, especially kutoka level 3 kwenda juu, utapata kuko na psychologist. Na with us you can be sure of confidentiality, ambacho tunasema hautakipata huko nje. Na pia we are non-judgmental, like I won't judge you sababu ya yale ambayo unaniambia. Yes, so watu wasiogope, wajitokeze na wataweza kusaidika. Yes, kama hauamini
jirani, hauamini mama yako, labda ukimwambia atakwambia hiyo ni kitu ya kawaida, vumilia. Kuja tutaongea na utaweza kusaidika. Yes. Tunasema the first step ya recovery ni kuongea. Ongea ikutoke. Usipoongea itaendelea kukukula. Kwa mfano, napenda kupeana mfano. Ukiweka ile chupa ya 500 ml maji ya 2 liters, nini itafanyika kwa ile? Itapasuka. The same with us. Ukiendelea kupaya zile stress, itafika siku moja ambapo unapasuka. Yes, ni kama mfano ya taya ya gari. Ikienda sana bila servicing, si pia yenyewe inafika mahali inaacha kutumika. The same with us. Pia binadamu kuna wear and tear. Tusipo deal with whatever we are going through, tutafika mahali tunapasuka. Na tukipasuka ndo unapata mtu die by suicide, ameua familia yote, ndi anatembea anajiongelesha. Yes. Yes, daktari, ukiangalia watu wengi, kuna wale watu ambao wanahofia kuchukua hatua, especially those who are in marriages that are not working, ama wakati mwingine unaona ndoa iko na shida na mtu anaogopa kutoka kwa vile maybe watu wataongea vibaya, ama mtu anafanya kazi ambayo inampea stress lakini hawezi toka juu anaogopa ataenda kukaaje. But sasa hii situation yenye yako inampea stress zaidi kuliko akiacha. Unapata watu wako na woga, like they can't take a step because wako na hiyo fear of unknown. Yes. Tunasemanga change is inevitable. Si ni kweli? Change is inevitable, na the more we fear about the unknown, the more naogopa nikiacha hii kazi ni nini itafanyika. Sitaweza kutake the next step. Hata kama hii kazi ambayo inaniumiza. Sababu naogopa nikiacha hii kazi nitapata kazi nyingine. But we should be confident in ourselves. Kama nilipata kazi Gitembe, I am competent, naweza pata kazi mahali pengine. Nikiendelea kukaa press yenye niko na afya yangu ya kiakili haiko, hata productivity haitakuwa sawa. Na mwajiri wangu atanifuta kazi sababu si yuko productive. Ni nani ataweka mtu ambaye meet the standard hayuko productive? Hakuna. So wakati mwingine let's think about afya yetu kwanza. Sababu wakati afya yako imeharibika, it is not reversible. But kazi tunaweza pata tena. Kwa familia utapata mtu hataki kuongea ambayo anapitia sababu anaogopa. Ambayo nitasema ni ya kwamba ni vizuri tuongee. Kama hautaweza kuongea na spouse wako, ni vizuri hata muende hospitalini muongee as a couple. Tunasema family therapy. Sababu utakaa pale stress inaendelea kuongezeka, labda your spouse is abusive, siku moja utatoka pale kama umeaga. Na that's what we want to prevent. Ni vizuri hata beta nitoke kwa hiyo marriage, watu wataongea, lakini nimetoka pale nikiwa sawa, nikiwa salama. Badala niendelee kukaa pale bila kuongea ambayo napitia, nitoke pale kama nimeaga. Watu ndo wataanza kusema, na tulikuwa tunamwambia. Watoto ndo watabaki pia wakijiuliza maswali mingi. So nitasema tusikae sababu ya watoto, tusikae sababu watu watasema nini. Tukae sababu sisi wenyewe tumeamua, sababu sisi wenyewe tumeona tunafaa kukaa pale. Lakini tusivumilie eti sababu tunavumilia sababu ya watoto, na tusivumilie sababu watu watasema aje. Sababu hata ukikaa pale bado watu wataongea. Ukitoka bado watu wataongea. Ambayo unajua wale ambao watakushika watakuelewa vibaya, wafili kama unataka kufukuza watu kwa ndoa. Hapana. Lakini kama mtaalamu, kuna misemo inasemwa, naomba kwamba ufafanue na pia weke wazi.
Is it true kwamba wanadada ndio ukumbwa zaidi na msongo ama pia wanaume wako ndani? Wewe kama mtaalamu na kulingana na utafiti wenu kama wataalamu wa kiakili, ni kati ya mwanamke na mwanaume ama men and ladies who are the most affected? Nitasema ya kwamba women are most affected. Why? Because women takes everything with, naweza sema, with emotions. But for men, mostly they need reality. But now, for women, even if they are affected, utapata ya kwamba they are able to share it. They are able to communicate. So utapata wanasaidika kwa haraka. Wanaume wakikuwa na hizi mashida hawaongei. So utapata by the time mtu anaenda hospitalini, imekuwa ile kiwango ambayo iko severe. Yes. Na pengine kabla tuendelee, msikilizaji na mtazamaji, ayumuligire no mategere ya sinema studio nubo teliba gali ya bene kigma ayatugo kwanira iguru ya mangana umuchando bwibirengerere go stress ibirengerere bingi umeterero mpaka ayumungi nangu kwano lenga hakimbu ati stress wono lindu mumanyi bwa mangana yobongono ali giga studio na bukobolia ili boliria go sutu akresimi wita sinema chetu studio 0711583878 yani 0741583878 na wigo 0726447367 usangena into emasemo ari yetu Wamboi no munyagitali mu manyibo mangani birengere libono mambia se studio andake aye aso mubwago ngwetulinga ninde uyigwetenga kango nabo kwabo linga eyengwitira nki kubikubiya kwana na into se namba ye studio na bugutulikire jumbe chiago emasemo asomo rulicho usangana ro etwani mambia bono kidogo. Daktari, tunapozungumzia mambo ya stress ama msongo, unajua kama shida yoyote ile, is there any complications? Kuna yale ambayo yanambatana mtu asipo kabili vizuri stress, complications? Nitasema ya kwamba usipo deal with stress ama usipopata matibabu, Naam. nasemanga stress inaweza, kwa mfano niko na diabetes. Naam. Ama niko na hypertension. Wakati stress levels zangu ziko juu and I don't deal with it, inafanya ile pressure isistabilize ile hypertension. So kila saa utapata pressure yangu iko juu. Utapata kama ni diabetes, sukari pia kila saa iko juu. Kwa hivyo kusema kwamba usipoikabili pia inaleta ile uwezekano wa kuendelea kukua zaidi kwa shida ya ugonjwa. Yes. Actually tunasemanga easy chronic illnesses, kwa mfano diabetes, hypertension, zina go hand in hand with stress. So wakati niko na stress na pia niko na physical condition, if I don't deal with the stress, the physical condition ita take more time to heal than compared to yule mtu ambaye anaweza kudeal na stress yake. Yes. Right, labda tusikie kutoka kwa msikilizaji na mtazamaji moja kwa moja maswali muligire no mategereri abantu babiri batatu igakwana ngo ni 2 emasemo asinchira ya benekima na nkubwate. Good morning Getembe. Hello. Yes, Getembe. Getembe. Karibu sana. Msaligo. Yes, Wakirwe. Wakire. Na bongoro cha no mugambi umachoke cha je msaligo bwana. Asante, karibu sana. Teresa Bonyani. Teresa Mbiyole Bonyani baba. Wakire buya. Mbye mono. Onali rumberi de waki. Mchege ntonda boli munyagitari. Umubiri umwe atenko igole karo bwata stress umubiri obutokanete. Na stress yeko. Okay. Aya, omutuko gwatyo manyerre. Na stress yeko ba. Ono mubiri umwe gutwara magandi. Na stress yego chaigo. Munyagitari no aliga na machibu ayu asomo nyengo kuiranira ale baba Teresa Nyoni. Ono na warangira nili ankonye kiagera ina rongo nyango igwa. Biamono sana mami, thank you, maswali mazuri zaidi, asante sana huyu mama ameuliza maswali pia tutakuwekea uweze kusikiza. Tupate mwingine hapa. Getembe. Hello. Msaligo Wakire Getembe. Bwakire wiata Tambiyore kaunti ya Migori ngakibwa mwabokire.
Soliere bu nyasa no mwe branja tuete. Wala uta kubuliga. Gonya ro monto mo bero butukane te busaigo. Na ade kwa yabango bekenda sekete kwa nyarangi bette nali ya ngao. Na bwe ya sirite badra ko jasi na akajete. Nebe tali ya presa usena hakika bon. Mbia mono sana, asante. Maswali yote mtaalam yuko hapa ndani nasi na kuna machibu hayo yote. Asante sana za Kisu Masese kuruwe kaunti ya Migori ya sorry. Mbuli simia boga igatu na somo ya gitali iga maswali ino. Alafu baadaye tutaendelea. Getembelo, good morning, hello. Ibangani umugambi machoke chache onsarigo 2027 ni bwakire. Mbia mono sana mwaka nyoni mbiole. Biande na rabo dineri rumbe. Karibu sana daddy, good morning. Karibu. Igonta getara ngerese ryogonda anyu kegera ngo kinabe tegento ne bana kirigi no ne kinari kujikweba nande na ikanate ne na bastrande tinki wona ari kujikuyi. Ogusega sege nyombe ngima. Igo na tinki wona na ari kuyi nga kibono na bana ta konyora rate kabisa. Asante sana Onyoni akuruwa chisamo chabu ya Sabono Mambia. Asante zaidi. Najua kwamba wengi wanataka kuongea nasi, lakini kidogo tukate tuingie kwa mtaalam kwanza kwa hayo machache, baadaye tuarudi kwa msikilizaji. Swali la kwanza ni Mama Teresa kutoka Bubasi. Uchovu wa mwili, kichwa kugonga, mara mingi magandi kwa mwili. Je, ni dalili ya msongo? Nitasema ya kwamba ndo tuseme ya kwamba mtu wako na stress, at least I experience zile symptoms for at least 2 weeks. Hatuwezi sema mtu ako na msongo wa mawazo aki-experience ile kwa siku moja, siku mbili. Lazima at least I experience zile for 2 weeks ndo tuweze kusema ako na stress. Na pia lazima to rule out ya kwamba si ugonjwa ambayo inafanya afeel hivi. Yes, si physical condition ambayo inafanya feel hivi. So before tuseme ya kwamba mtu ako na ugonjwa wa kiakili, we do test ku rule out that si physical condition ambayo ina cause zile symptoms. Sababu kuna zile conditions ambazo ukiwa nazo unaweza experience signs ambazo zinaweza mimi ama ambazo tunaweza sema zinakaa kama depression, kama stress. Yes. Kwa hivyo huenda kwamba dalili ziwe zimefanana, lakini we can't, hatuwezi kusema ni stress. Yes. Kabla tulenge. Yes, lazima wirura. Gabano mongina Teresa Bonyoni ekeromutu wati omoroso amagandia kali gucho mubere tubisota ni stress obuate. Gukoende nyagitali bakwe ubumanyi bwabo nabokonya numburweire usini michando mwa obuate tali michando yobongo. Libo lili akabere. Swali la pili limetoka kwa msikilizaji kutoka kaunti ya Migori. Zakaya Yuzumasese anauliza kwamba pengine yeye kama binadamu alisema mambo ya kuchoka sana alafu na kusahau. Yes. Na ni swali pia liliambatana na msikilizaji wa tatu pia. Yes. Anaweka kitu mahali, anatafuta, anakosa, anakuwa stranded. Hiyo ni stress ama nini? Wakati mwingine, wakati tuko na mambo mengi ambayo yanatusumbua, mtu anaweza jipata anasahau. So mtu akikuwa stress ama stress pia inaweza changia mtu kukuwa na confusion ama kusahau. Yes, lakini pia lazima we rule out, sababu kuna zile condition ambazo zinakuja zina affect memory ya mtu. So lazima meet criteria. Kuna zile symptoms ambazo nilisema lazima tuangalie ame experience kwa muda mgani na tukifanya vipimo zinaonyesha aje. Yes. Matilda. Labda kutoka kwangu swali naweza kwa nalo. Kuna wale watu ambao unapata wanabadilika ghafla. Unapata mtu anaweza kushautia watu, anaweza kushautia hata watoto nyumbani, anaanza kupiga watu, anakuwa rude, anakuwa brutal. Alafu unapata tu ako na makasiriko all of a sudden, like ni mtu ambaye mmekaa na yeye ama ni ndugu yako mwenye unajua, but anafika mahali anabadilika kabisa. Hiyo inaweza kuwa ni stress ama ishafika depression. Utapata ya kwamba labda nimekuwa na stress ambayo nimekuwa nikipitia kila siku. Hiyo stress sijakuwa nikideal nayo, nimekuwa nikipile up. Kwa mfano, nipe mfano ya niko na partner pale nyumbani. Huyu partner labda tumekuwa tukikorofeshana naye kila siku na hatujatatua. So bado naweka ile makosa ya juzi
na ya rastia. So siku moja sasa ndo inakuja inalipuka. Naanza kumwambia wewe, naanza kumkumbusha chenye alifanya. Unakumbuka mwaka 2021? Yes, sababu we didn't deal with them. So ndo maana nilikuwa nasema ukiweka maji 500 ml, chupa ya 500 ml kwa 1 liter. I mean hiyo ukiweka 1 liter kwa hiyo chupa ya 500 ml inapasuka. The same with us. Wakati tunaacha vitu zina pile up without dealing with them, ndo unapata siku moja nakuja na lipuka. Kitu kidogo inanikasirisha, naanza kushautia watoto, na venye amesema naanza kupiga watu, because it's something that has accumulated. Although kuna ile ambayo tunasema inaanza tu once all of a sudden, ambayo haijakuwa, tunasema ni acute. Tunaitibu while looking out ni nini imesababisha mtu kuchange all of a sudden, but mostly ni hizo the things that have accumulated na hatujadili nazo ndo zinakuja zinalipuka. Yes, unapata mtu alikuwa hakuwa anatumia pombe, ameanza kutumia every day, sababu labda amekuwa na vitu ambazo zenye amekuwa zikimsumbua hadiri nazo, sasa labda anatumia pombe as a way of escaping from stress. Yes. Na tukiangazia masuala ya msongo wa mawazo kwa watoto. Yes. Utajuaje kama mtaalamu, labda nyinyi mko na ile ufahamu haya maneno, utajuaje kwamba huyu mtoto pia kuna stress? Kwa sababu si rahisi mtoto kusema kwamba kuna mawazo ama msongamano wa mawazo. Watoto ambao ni school going, utapata ya kwamba siku hizi akienda shuleni, teacher atakwambia siku hizi akienda shuleni anataka kukaa peke yake. Alikuwa anacheza na wenzake, siku hizi hataki, anataka tu kukaa peke yake. Akikuja pale nyumbani ana throw tantrums. Kuna ile tantrum normal, mtoto after ameshiba anarusha chakula, hiyo ni normal. But utapata kuna ile labda mtoto wakiwa pale nyumbani anachapa wenzake, hiyo si kawaida, labda hakuwa anafanya vile. Utapata pia watoto wengine wanasema mimi nitaenda. Kuna wale watoto wenye anaambia mamake, mimi nimechoka, sitaki kukaa hapa, nitaenda. Pia hiyo ni sign ya kwamba kuna wanasema wanahama. Wanasema wanahama. Wanahama. Inamaanisha ya kwamba kuna kitu ambayo inamsumbua pale nyumbani. Yeah, and nasemanga ya kwamba utapata wakati mwingine parents are arguing in front of children, wana fight in front of children. Yeah, true. Watoto they observe a lot. Na pia hiyo inakuja inawa affect. Yes. So kwa watoto ni a bit different kwa watu wakubwa. Yes. Na management ya stress kwa watoto sasa ni msimamizi wa mtoto ama mzazi anafaa kufanya nini? Stress kwa watoto mostly we do guidance. Guidance, watoto wanahitaji guidance. Utapata mostly they need ile guidance. Ndio maana ukienda shuleni utapata kuna guidance and counseling teachers. Yes. Sababu they just need guidance. So wawalete for guidance. Then we also educate the parent ndo waweze kuelewa hawa watoto. Wakati mwingine tunakuwa na kikao na mtoto na mzazi. Mtoto aeleze shida iko wapi, mama pia mueleze, ndo by the time wanarudi nyumbani at least they are in the same page. Yes. Labda kwa wale watu ambao wanaishi peke yao, kumanage maybe stress, unapata mtu maybe hapendi kukaa na watu sana, labda for instance kama mimi naishi peke yangu, ukirudi pale nyumba kuna kuongea na mtu, ni wewe hadi kesho urudi job. Watu kama hao wanafanywaje, especially vijana wenye wako colleges, wako campus, wako universities, na wale watu ambao maybe hawajaolewa, hawajaingia katika ndoa na wanaishi peke yao? Tunasema work life balance. Yeah. Work life balance inamaanisha si kutoka kazi kwa nyumba, that naweza engage na zile vitu ambazo
hata nikirudi kwa nyumba, hata kama niko peke yangu, at least nitakuwa nimekaa na watu, nitakuwa nimejiengage. Pitia hata kwa mkahawa. Yeah, hata uende ukunywe maji. Tunasema pia work life balance inamaanisha niko na sako pale ambapo naishi. Naweza enda ni knock kwa jirani tuongee kidogo. Sababu utapata watu wengi marafiki zao labda wako kazini. Pale kwa community ambapo wanaishi, hata akigonjeka hakuna mtu mwenye atajua that ni mgonjwa. So work life balance inamaanisha I balance kazi na outside work. Wakati mwingine inakuwa ngumu, but tujaribu, sababu utapata most of the time tuko kazini. But ni vizuri tukitoka kazi we try to engage in things ambazo hata kama nimekuwa na stress ya kazi, at least nikienda nikipatana na Matilda tukiongea na yeye, hata kama ile shida bado itaendelea, at least I will have shared whatever I'm going through. Yes. Na masuala ya kifamilia sasa, unapata baadhi msongo kwa wakongwe iko wale watu wakubwa sana, tuseme hawa mahajuza wakubwa wanapatanga na msongo, ama tuseme kama msongo iko kwa adult na watoto? Iko pia kwa hao wazee. Utapata mtu anapatwa na msongo wa mawazo sababu ya watoto wake. Labda watoto wake wanakunywa sana, lazima saa 5 ako hapo kwa dirisha anaangalia kama kijana yake ameingia ndo arudi alale. So wakati mwingine wanapata stress sababu ya watoto wao. Yes, wakati maybe the children have not met the expectations, utapata wanakuwa na ile stress. Yes. Naamini kwamba msikilizaji umutegereri nogenda gusanga nintubono mambia singambo yengi chenene kigima ndio chibali mugenda togwaka kankora buguli nandi chinu ibiri sata samabuli ino gose komenta kwa ino unabona ko tebanga ime yagatemba fm on 2.7 na inchi nkuru kwigitaba kia yeso kuranya kuliri. Asante sana singicho kuligiria uyenero tenga bono mambia kurwa chiso mochiri chenye mecho mariari bundimu agote mapema kama kawaida niko ndani yimbia mono sana sincho kwa sababu ya kima mariari bundimu all the way from chiso mochiri chia nyamecheo kendo chi ujumbe yendega igago ntebinga iloge tembe anasema pia ni nani huyu agontebinga bwa kirubu ya Lucy Kurwa Egesa kutoka Egesa anasema yuko ndani yuko locked ya somo rulibono mambia yendega ntebinga unsarigo Matilda Nomogeni studio lile na muchama kuro chiso mochiri chia tabakago tema watching live listening mambo ya familia. Ukipata ni rahisi mwanaume kusema amechapwa na mwanamke. Kwa sababu unajua ulisema kwamba ni vizuri pia to speak it out Yes. Is it possible for a man to say niko na katika ndoa ambayo inapiwa na bibi yangu? Okay, hii lazima uiongelee. With our African society na vile ambavyo you have been brought up, men hawajapewa ile, naweza sema hawajapewa ile space ya kujiexpress. And by the way, kama mtaalamu haya mambo yapo? Yes, yapo. Watu wanachapo, hawaongei. Yes. So men with our society, they don't speak up. They are not given, naweza sema hawajapewa ile ruhusa ya kuexpress their emotions. Na utapata sasa they are suffering in silence. Ndo maana nilisema ya kwamba wanaume akipata stress ama akipata shida anakuja hospitalini wakati imefika ile kiwango ambayo iko severe, ile wakati anasikia akona maumivu mwili mzima, hiyo ndo siku atakuja hospitalini, sababu we have been trained to deal with our own issues. So wanaume wanaendelea kufa kiume. Yeah, wanaendelea kufa kiume. Na with this naweza sema with the new guidelines ambazo ziko kwa mental health, we have been encouraged tupe wanaume ruhusa. Tunasema even men have emotions. Even men, they feel pain, they experience things. So we should
unapata labda amejiua ama ameua familia because ya zile vitu ambazo amekuwa akipitia na hawezi ambia mtu yeyote. Unajua kwa wanawake ni rahisi sababu nitaenda niseme ya kwamba nimechapwa. Nitaenda niseme napitia hii kwa ndoa. So unapata wanawake hata kama wanaathirika sana na hata kama they are the one who have mental issues sana, utapata for them they are able to deal with it. Yes, so ni vizuri for a men to talk about whatever they are going through. Yes. Ifundi Power Iseri Makara all the way from Ruarage Tale akotaba yuko ndani, asante sana. Mwingine pia anasema Ichate all the way from Rio City akotaba yuko ndani, asante sana Ichate. Kurali anaka iri Joel Mogere yuko ndani pia, ando chegeri Darisi nyanga ukuru genchere no ara somorobuli santa yakotebinga yujumbe chinde gando chinde chingao akirukulira ligaiga. By the way, kuna mwingine hapa anauliza swali magana ya stress, mambo ya stress inaleta shida sana. Je, mtu akiwa na stress ni vizuri converse, is conversing the scene one way of dealing with stress? Apiga mtu amekosa lakini anajua hii maneno nilifanya ni mbaya sana kwa mwenzangu. Mimi niliibia jirani yangu na amekuwa akikaa sana akizunguka akili yangu. Huyu jirani yangu anaitwa Bosire, nikimwambia niliiba dali atanichukua ndani kwa cell. Tafanyaje? Akienda asema Bosire nilikuibia. Is conversing one way of dealing with stress. Tunasemanga kuna different ways. Kuna direct amend. Direct amend ni ile yenye naenda na kuambia pole and I own up to my mistake. Yes. Na pia kuna ile indirect amend. Indirect amend ni ile I don't have to come and tell you that I did 1 2 3 but through my ways I am a changed man. So like people can see that Harriet amebadilika. Zile tabia ambazo alikuwa nazo si kama za kitambo. So before you confess, we always say try to assess. Nikienda nikiconfess, will it cause more harm to me, actually to the other person? Yes. So naweza sema confessing is one way of dealing with stress, but ni vizuri we assess the situation. Depending with the situation. Yeah, depending with the situation. Asante. Yes. Niko na swali. Uko na stress, alafu mtu mwingine hata tuseme family member anakuja anakupea stress yake, like anakuelezea yake. So uko na shida na mwingine anakuja na shida zake anakuelezea. How do you handle the situation, especially ukiwa wewe umelemewa na mwenzako amekuja kutafuta usaidizi kwako? Kutafuta usaidizi kwako. Okay, utapata ya kwamba uko na stress yako na mwenzako amekuja amekuletea stress yako. Sasa unajua sasa yako already inakuwa overwhelmed na hii nyingine imekuja. Ni vizuri we reach out for help. Utamwambia unajua hiyo mambo unaniambia pia mimi niko na zaidi yako. Sisi wote tuende for professional help. But Daktari Harriet, Wambui, you said earlier that ni vizuri to speak out. Yes. Nimeenda kwa Matilda, nimemwambia Matilda kwa wiki moja sasa mimi sijakula donge la ugali. Niko na shida sana, naomba usaidizi wako. Yes. Lakini kumbe yeye mwezi mzima ajala. Mimi ni wiki moja nimeenda kuomba usaidizi. Atafanya namna gani? Utapata ya kwamba unaona if nikishare na Matilda, maybe pia yeye atakuwa comfortable kushare na mimi. Then from there now we can reach out for help. Unajua shida inakuanga wapi? I don't share. So mtu hatajua that I'm going through this. Kwa hivyo si vizuri kuassume, to keep mind, to hide my stress. Yes. Mimi niamue nitafute njia kumsaidia lakini ni hide mind. Si vizuri sababu utapata nimemsaidia lakini yangu bado iko pale. And actually tunasema you cannot pour from an empty cup. Kama si yuko sawa sitaweza kusaidia mwenzangu. Yes. Right, andake Matilda. Ndo maana pia sisi as psychologists pia we go for counseling. We see someone who is nasema mwenye ako juu yetu. Because
kama niko na vitu ambazo zinanisumbua sitaweza kuhudumia a client vizuri. So pia hiyo mfano amesema we cannot pour from an empty cup. So sisi wote we all need help. Yes. Alafu na wakati mwingine utapata labda wewe hauko vibaya sana, mtu amekuja akakuelezea shida zake, hata kama mimi si mwana saikolojia, kuna vile naweza kumsaidia. Mtu amekwambia kuna stress, kuna mambo mengi anapitia, alafu wewe unasaidia aje kukua chombo ambacho kitamsaidia yeye kupona. Kwa sababu tena niambie Wamboi shida yangu, badala ikuwe nyepesi haifanye ikuwe mzigo zaidi. Yes, like mtu akikuapproach, hata yule ambaye anatutazama asubuhi ya leo, yule ambaye anatusikiliza, mtu akimwendea sasa hivi ako na stress, anafaa kumhandle aje? Okay, so mtu akikukujia ako na stress, if it's something ambayo mnaweza suruhisha pale nyumbani. Kwa mfano, labda stress yangu iko kwa sababu labda hatujakula ya njaa, sababu ya njaa. Hiyo labda ndo inaleta stress. Tunaweza keti tutafute solution. Kama niko na shamba, labda unaweza niambia nilime, nikufanyie kazi, unipatie pesa. That is one way. At least tumepata solution. At least nitapata pesa ya kununua chakula. Lakini kama ni shida ambayo it's beyond us, that's where we always encourage we seek professional help. Sababu utapata wakati mwingine we are causing more harm than helping the person. So kama ni ile shida ambayo, ama kama ni ile tatizo ambalo tunaweza tatua pale nyumbani, unajua tunasema solution iko na mwenye ako na hiyo shida anaweza kuja kuambia mimi ukinisaidia hivi, maybe shida yangu itakuwa imetatuliwa. Maybe niko pale nyumbani venye nimesema, niko na shida ya pesa, na labda uko na shamba yako, hutanipatia pesa hivyo tu. Sababu wakati mwingine when we give money, wakati mwingine inafikanga mtu anafeel ni kama entitlement. So next time nikikuomba usiponipatia, I feel bad. Lakini ukinipatia kazi nifanye ndo nilipe, at least you'll have helped me. Yes. Mambo ya msongo wa mawazo, is it individual when you are seeking for the advice or counseling, ama inafaa kuwa in a group? Unaweza kuja na watu mwenzako, rafiki yako, mama yako, your dad, your loved one. Ni kitu mtu anafaa kufanya peke yake kulingana na nyinyi kama wataalam? Pengine mtu ako na shida na anajua kwamba tuseme ni shida ya kifamilia, anafaa kujileta mwenyewe, ama it is a corrective kind of a counseling? So kwa mfano mamangu akililia rais niko na shida, naweza nipeleka hospitalini. Nitafanywa maybe counseling kwanza nikiwa peke yangu. Na kama there is need ya involve the family, for the family to understand me, we involve the family. So tunakuwa nasema na ile family therapy pamoja na familia. Yes. So wakati mwingine inaweza kuwa as an individual, wakati mwingine inaweza kuwa as a family. Kwa hivyo mtu asije akaogopa kwamba mimi naweza endaje na wazazi wangu kwa mwana saikolojia kupata ushauri, na hii ni mambo yangu peke yangu. Yes, wakati mwingine we involve the family but with the permission of the patient. Yes. Samili ende Matilda bali kirendo chekero chingaki chiko mnyoka kiragega trajwa kurenga yote abono mambia right akuti muligeli ya masema katuli osangana ya abono mambia triste kwa nyori bo semi obu yakiki makuru somo na saikolojia tukwanira Arieta Wamboi yotoire amansukegma igoro yinchira tukuligelia amangana yebirengera ebinge goso comment kana kubirengera lyo asobongo moncho muligeli buna kwa mambia andake kidogo dada Harriet. Yes. Sasa kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa akiteseka mambo ya uchumi, mambo ya familia, mambo mengi ambayo yanakumba binadamu, lakini yeye peke yake hajaitoa neno kwa mtu
katika ile hali ya kutaka kujirelieve, ushauri wako kwake? Nitasema ya kwamba we should talk about whatever we are going through. Sababu ukiongea, speaking is one way of healing. Na nitasema ya kwamba stress ni it is normal part of life. Kwa sababu tulianza na kusema ya kwamba stress is a normal reaction. So stress is part of life. But now we should not suffer in silence. So stress is part of life, but now ambapo tunakosea ni suffering in silence. Yes. So we should speak out and get assistance. When I speak about ukiongelelea ambayo unapitia, atakusikiza, labda atakupatia dawa, kuna psychologist atatembea na wewe, kuna your family member, they'll be able to offer support, kuna community pia itaweza kujua ya kwamba kuna ugonjwa wa kiakili na support itakuwa mingi. But tusipoongea utapata tunaendelea kuumia ndani na hakutakuwa na ile support ambayo we need. Leo hii msikilizaji na mtazamaji ambaye anatazama na kusikiliza Mpango wa Asubuhi, anashangari eti ni mwana saikolojia mfanyikazi ako pale Kisii Town. Lakini mimi kwetu ni hapa Ushago, nitapata mshauri wapi? Kuna wana saikolojia wako pale katika mitaani pale vijijini, ama katika hospitali zetu zote wanapatikana pale, labda kwa ushauri wa yule ambaye anatazama kutoka kijijini pale? Nitasema ya kwamba hospitalini kuna wana saikolojia zote. Ukienda hospitali level 3 kwenda juu na wana saikolojia. Yes. Wako katika hospitali zote za government wako. Na pengine tukimalizia, naomba kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa kiumia sana. Kuna yule mtu amekuwa kiumia, mtu kuna mambo ameweka sana, ameumia, anasema hii nikisema pengine itapoteza kazi yangu, hii nikisema familia yangu itavunjika, hii nikisema itafunja uhusiano wangu na mtu. Ushauri kwa hao watu? Chenye nitasema, venye nilisema, kuna ile indirect amends na direct amends. So tuna assess the situation. Ukiona ya kwamba hili nikisema hili litaweza kuvunja matokeo ndoa yangu, we can change for the better, that hata huyo spouse wangu ataona kuna mabadiliko. Yes. So tuna assess the situation. Nikisema hili litaadhiri aje? Na what if I change my ways? Yes. Ukimalizia pengine ujumbe wako wa mwisho kwa msikilizaji, ningependa ujumbe wa mwisho useme kwa lugha ya Kiswahili, na pia vile wale watu wa Kirinyaga wanakusikiza, wa Mount Kenya, waambie umemaliza kutoka Gatembe na uwape ushauri, kwa sababu pia unazopata kuna mmoja wawili ambao wako katika jiji la Kisii ambao wajui kwamba we kama daktari wa mambo ya mawazo, ya msongo wa mawazo, pia ni mwenzao, utawaadvise namna gani? Nitasema ya kwamba tusinyamazie ambayo tunapitia. Acha tufike pale hospitalini tuweze kusaidika. Na kwa hii mambo ya kiakili tunashirikiana. Kuko na psychiatrist, kuko na psychologist, kuko na social worker, kuko na psychiatrist nurse, na pia kuna occupational therapist. Tunashirikiana wote ku make sure ya kwamba mtu amekuwa sawa. Yes, so tusiogope. You can be sure of confidentiality ya kwamba ambayo tunaongea hautayapata huko nje. Na pia tunakusikiza. So tusiogope, acha tufike hospitalini na tutaweza kusaidika. Napatikana pale katika hospitali ya Oasis Specialist Hospital kwa Mental and Rehabilitation Unit. Yes, na kwa watu wetu nitawaambia motigetigire kukoria, motigetigire seeking for help. Moke muteithike na tado mental issues ni kidu ki hamwe na ithui. We cannot run away from it. It's something that is affecting us daily. So tumere na tutuike agoteithika. Asante. Nitaanza klasi ya kujifunza lugha, so utakubali kuwa mwalimu wangu?
Yes, nitakufundisha. Kuna school fees? Hapana. Asante basi wana wanchumuli ligaje de Cameron gebera isano chinsanisa tuchabona mambia ekeminye gya kane gya gatano kimurubuli etu ani yagetembe ambapo ayoyo moyo omonyene kwa bira nitukuru chisa kiri mchama bikomere biri mpaka bono twalingi amonero mugako nkorogo twatalire ya masemo ayigaso mogeni twa studio munyagitali Aried Wamboi uyo toiro bosemigoro yo amangana ya murwiri yo bongo imambi ya bono naye kuigule kemo kirago konya bangido chabagenda gwaka kulinde yure chinga kino tokura kolera gagu we to thank you aye kwaligerelia wakwana 92 watara 92 wato ibirengerelio nabo wachora go getegerera Getembe radio na Getembe television koba station na mpeyemo asekere chingaki koko semina ko kinabo kwa byonsi buno bwansu bole imambi ya bono bihono nchakoro kwa Matilda Ovaigo. Pasoro mwanchubulili kwa niaba ya Wilfred Matundura Eugene Matogwa ubarensa melinde chibichana maliogi unatikira koteba nchenkuru kwa Geoffrey Onsarigo Daktari Aried Wamboi neretua sanganere bono mambia na yumulilo motegereli bye for today. God bless you so much. Have a lovely day. Tumirane ankyo nyesai gagwancha on a Friday edition na tigarabuya nyesai abalende.